maombi ni njia ya kuongea na Mungu ama kutafuta mahusiano na Mungu, na maombi ni ya muhimu sana kwa Mkristo yoyote, kwa sababu Bwana Yesu alikuwa mwana wa Mungu, na kuja kwake duniani tunajua kwamba alikuja kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mariamu akampata mimba na kwa njia ya Roho Mtakatifu, na hata kama alikuwa mwana wa Mungu na kuzaliwa kwake kulikuwa sio kwa kawaida, alikuwa kila wakati ana nafasi nzuri ya kutafuta kuongea na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maombi ni kitu ya muhimu kwa Mkristo, maana vile Kristo alitenda nasi tunastahili kutenda vile kwa utukufu wa jina la Yesu. Na umuhimu wa maombi inaleta uhusiano wa kiroho kati ya mwanadamu, inaleta uhusiano wa kiroho kati ya mwanadamu na Mungu. Maombi pia, hiyo ni umuhimu wa maombi. Maombi pia huwa inaleta kupata amani kwa ndani na nguvu. Maombi inasaidia Mkristo awe na amani kule ndani na nguvu za Mungu. Maombi pia inaonyesha wakati unaomba Mungu, inaonyesha ya kwamba umemwamini Mungu. Biblia inasema ya kwamba yeye amwamini ya kwamba Mungu yupo, lazima amini ya kwamba yeye yuko na huwapa thawabu wote wamtafutao. Kwa hivyo kuomba kunaonyesha ya kwamba unamwamini Mungu, chochote unachohitaji atakupa kwa uaminifu. Maombi pia inatusaidia katika vita vya kiroho, maana vita ni vingi sana. Vita ni vingi sana kwa Mkristo. Mkristo ndiye huwa anaona kana kwamba kuna amani, lakini hakika hakuna amani. Wakati useme ya kwamba umejikana ama umejitenga na dunia, hapo ndipo ulitangaza vita na ulimwengu wa giza wa kiroho. Maombi pia inatusaidia kubadilisha utu wa ndani, that inner man. Huyo mtu wa ndani ambaye hatumuoni isipokuwa Mungu peke yake anamuona, na yeye ndiye huwa anajua huyo mtu wa ndani akoje, ni mudhakakana, ni mshomi, ni mrembo ama hana utukufu. Na unajua ni mambo mengi huwa yanafanya mtu wa ndani akose kuwa na urembo wa kumpendeza Mungu, ama utakatifu ama haki, ndio namaanisha urembo. Bwana Yesu asifiwe. Maombi pia inatusaidia kupata mafunuo, kuyaelewa na kupambana. Wakati wewe ni muombaji, ni rahisi kwako kupata mafunuo na kuyaelewa, na pia ni rahisi kwako kupambanua mambo ama kupambanua maroho, kujua roho huyo ni wa Mungu na roho huyo si wa Mungu, ametokana na yule muovu. Kwa hivyo ni kupitia maombi, na pia kupitia maombi hiyo mafunuo, unaweza kufunuliwa ufunuo wa shetani. Shetani pia huwa analeta ufunuo wake. Kwa hivyo itakusaidia kupambana na kujua ufunuo huu ni umetoka kwa Mungu ama umetoka kwa giza, na lengo lake ni nini. Maana kuna ufunuo kutoka kwa shetani, na huo ufunuo unaleta matengano. Biblia inasema ya kwamba tupendane, na shetani anaweza kukuletea ndoto ya mtu akikuchukiza, mchukiane. Bwana asifiwe. Wakati Yesu anasema tupendane na tutajulikana sisi ni wanafunzi wake tukiishi tumependana. Kwa hivyo ndoto yoyote ya kukuonyesha umchukie mwenzako, hiyo imetoka kwa Ibilisi. Hiyo itatusaidia kupambana mafunuo, lakini kupambanua pia yale mafunuo yametoka kwa roho yupi, wa Mungu ama wa shetani. Na pia wakati tunaomba inatusaidia tupate ulinzi, security. Inatusaidia tupate ulinzi. Na pia maombi inatusaidia kuishi maisha yenye uwezo na malengo katika Kristo. Ndiyo mkono.
Kwa hivyo hali ya maombi inakusaidia wewe mwenyewe wakati vita itakapokuja, ujue jinsi utakavyopigana zile vita. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa unakuta, huwa nasema hili mara nyingi, mtihani, tunaweza kuwa sote tuko katika mitihani, lakini kila mtu atafanya mtihani kwa njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Na mtihani wa Mungu huwa hatutangaziwi ya kwamba next week tutafanya mitihani, mujiandae. Haleluya. Mtihani wa Mungu unapokushukia mara, je, umejiandaa? Una maombi? Umemkaribia Mungu? Una neno? Bwana Yesu asifiwe. Tukisha kufundisha hapa, ni jukumu lako kwenda kurudia, na zaidi ya kurudia, soma zaidi uweze kuelewa na kufahamu neno la Bwana, na kufahamu unastahili kuomba aje. Bwana Yesu asifiwe. Danieli alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea tukajifunza neno la Mungu, tuone Yesu kuna wakati alikuwa anaomba the whole night. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe vile unaweza pewa ratiba yako ya maombi, si ndivyo mimi naweza pewa ratiba yangu ya maombi. Lazima umkaribie Mungu kwa njia ya maombi, ujue unastahili kukaa kwa jinsi ipi. Ningependa tusome Yakobo. Neno la Mungu kwa lugha ya Kiswahili imesema au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure huyo Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Roho ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Huwa anatutamani sana kiasi cha kuona wivu, maana anataka tufanye mapenzi ya Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ni yeye aliwachwa kwetu atuongoze na atuelekeze. Kwa hivyo huwa anaugua na kututamani sana. Afadhali tungejua mapenzi ya Baba ili tuweze kutekeleza. Kwa hivyo anakuanga na huzuni, akitamani heri watu hawa wangejua Bwana anataka nini wakati huu. Heri watu hawa wangefahamu Mungu anataka watende nini wakati huu. Kwa hivyo ana ile hali ya kututamani sana kiasi cha wivu. Unajua wivu, ukiangalia mke na mume kunakuwa na wivu hatari, si ni kweli? Na Biblia inasema Mungu ni Mungu mwenye wivu. Kwa hivyo wakati hatufanyi mapenzi ya Baba, Roho wa Mungu huwa na hali ya kututamani kiasi cha kutuonea. Mungu anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Tutamkaribia Mungu kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Haleluya. Biblia inasema itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Mwanadamu ukiangalia, kuna mahali Biblia inasema ni vizuri kuangalia katika jiwe ulilochongwa kutoka kwalo, mahali ulitoka, ni mambo yapi yako mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tumepatikana kwa kupitia mlango wa neema, hata tunahudumu kwa kupitia mlango wa neema. Bure hatufai kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kristo akiangalia kule tumetoka, kama anaweza kutumia mambo na New Testament, Old Testament huko ni sheria, lakini kupitia kwa mlango wa Kristo, New Testament ama Agano Jipya, tunaingilia mlango wa neema. Unakuta hata watu ambao hawakufaa wamepata kibali na wamefaa. Watu ambao hawangestahili kusimama mbele za Bwana wamepata hiyo nafasi. Bwana Yesu, wakati huu tumepewa neema, tumkaribie Mungu ili neema ile izidi kuwa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali ya kumkaribia Mungu inatusaidia kutakasa mikono yetu. Haleluya. Biblia inasema kama unaweza sema wewe si mwenye dhambi, unamfanya Mungu kuwa wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Sote tumepungukiwa, sote tulimtenda dhambi. Wakati Adamu wa kwanza alipomwasi Mungu, dhambi iliingia katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika hali ya kumkaribia Mungu inatusaidia kutakasa mikono yetu. Biblia inasema enyi wenye dhambi, na inatusaidia kusafisha mioyo yetu. Sisi watu wenye nia. Kwa nini Biblia inasema watu wenye nia mbili? Nia mbili, unaweza kuta ni mtu ni Mkristo, lakini anasema kwa Mungu isipo work, naweza jaribu upande huu mwingine. Kuna makosa imetokezea, umechokozwa na mtu ama umeudhiwa na mtu, mwanadamu huwa anataka judgment.
So unaweza sema kwa sababu fulani amenikosea na mimi ninapendana na Mungu, kwa nini Mungu hamwadhibu ajue ya kwamba namuomba Mungu? Haleluya. So unakuta ya kwamba Wakristo ama Mkristo anafikiria kwa Mungu, maana hukumu haijakuja haraka, naweza kutafuta vile nitamlisha nyasi. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta Mkristo ndiye anaanguka mtihani kwa sababu Biblia inasema unapokosewa msamehe mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo tunataka na sisi tusamehewe, na sisi tusameheane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unakuta mtu amejitanisha na Kristo lakini ana nia mbili. Iwapo amengoja Mungu kwa chakula ama school fees ama mahitaji ya kawaida, anakuta hajapata. Anafikiria naweza jaribu kama ni lady nitafute naitwa mzee ndio sugar mami na mama anatafuta nini? Ben 10. Unajua sisi ni watu wa analog. Tunabaki na ile ya sugar mami. Ni mama ndio Ben 10. Baba ndio Ben 10. Tuongee. Bwana Yesu asifiwe. Ben 10 ni nani? Ni mama. Ben 10. Ndio hivi tu. Si mtu funzi wenyewe. Kwa hivyo unakuta ya kwamba Mkristo anajikuta ako na nia, na katika hali ya kumkaribia Mungu kuna tusaidia kutokuwa na nia mbili. Tunamwamini Mungu kikamilifu. Mambo yawe mepesi ama yawe mazito, tunamwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Shadrach, Meshach na Abednego walipoambiwa hili ni tanuru la moto, aidha muachane na Mungu muabudu sanamu, ama walisema jambo moja, hawakuwa na nia mbili. Walisema ya kwamba aidha Mungu wetu atuokoe ama hatatuokoa, hatutaabudu ama hatutaiamini na kuiomba sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Na moto ukatiwa nguvu, ukaongezwa nguvu, lakini hawakugairi katika nia yao. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na nia moja kwa Mungu tu ama unajikuta katika nia mbili? Biblia inasema huzunikeni na kuomboleza. Huzunikeni na kuomboleza na kulia na kucheka. Hebu kidogo tutasomewa na dada yetu Pastor Ngendo hapo NLT, tusikie nasema nini mstari huo wa 9 pekee yake. Tears for the wrong things you have done. Let there be sorrow and deep grief. Let there be sadness instead of laughter, and gloom instead of joy. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hali ya kumkaribia Mungu ni kutamani sana. Kama unalia kwa sababu ya wema wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kutamani kutenda mapenzi ya Mungu. Kuwa na kiu. Mhubiri wa siku ilikuwa nasikia akituambia hali ya kuwa na kiu kwa sababu ya Mungu. Kuwa na kiu ya kutaka mambo mema yaonekane. Kuwa na kiu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema huzunikeni na kuomboleza na kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Bwana Yesu asifiwe. Unahuzunika kwa nini? Unahuzunika kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea yasiyofaa. Angalia jinsi vijana wetu wanasema Bwana hapendi damu imwagikayo bila hatia. Bwana hapendi damu ya mtu kumwagika bila sababu. Tena hapendi mauti ya mtu mwenye dhambi. Haleluya. Kwa hivyo unakuta mambo haya, Mkristo asiposimama, mwombezi asiposimama na kuomba na kulia na kuhuzunika kwa sababu ya mambo haya, yanapozidi kuendelea kuna hatari. Bwana Yesu asifiwe. Mchanga wetu unanajisika, mvua inakosa kunyesha, na kama inanyesha inakuja na mafuriko, inabeba watu, ama jua linakuja, linaangaza, watu wanapata njaa. Yaani nakuta kitu chochote kinakuja kimebeba mauti. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba furaha yetu iwe hamu. Hii hamu ni hali ya kutamani Bwana abadilishe mambo. Bwana Yesu asifiwe. Huu uchungu umekuwa mwingi, na muombezi hufananishwa na mama aliye katika leba. Nipungie mkono. Mama aliye katika leba, wakati ukifika kuna kazi ambayo huwa inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uchungu huja baada ya mwingine, unakuja baada ya mwingine. So kazi yako ni kungoja wakati unajaribu
kusukuma, kupush, unasukuma mpaka ile njia ifunguke. Naye muombezi anastahili kusukuma bila kuchoka. Unasukuma, unatulia, unasukuma tena mpaka kile Bwana anataka kizalike, kizaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini muombezi akilala, hakuna kitu kitazalika. Watoto watakuwepo na nguvu hakuna ya kuzalisha. Watoto watakufia kwenye tumbo za Bwana. Anataka kizalike kwa wakati fulani, cha kusaidia kanisa, cha kusaidia taifa, hakitazalika na watu wengi watapata shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa la Bwana, tuangalie, tumkaribie Bwana. Biblia inasema kwamba jidilini mbele za Bwana naye atawatukuza. Kwa hivyo maombi inatusaidia na inatunyenyekeza. Bwana Yesu asifiwe. Kumkaribia Mungu kunatusaidia, tunanyenyekea. Tutasoma Hebrews, Waebrania 12 12:29 pale mwisho. Tusomee ndugu yetu Baba Faith. Mungu wetu ni moto ulao, na moto huu unaweza kutangulia mbele yako kukuondolea maadui, lakini nataka kuongea kuhusu adui aliye ndani yako wewe na ndani yangu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni moto ulao, unapomkaribia anachoma kisichofaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo anaweza kwenda mbele zako kukuondolea maadui, vivyo hivyo anaweza kuingia ndani yako ukimkaribia, achome adui yoyote aliye ndani ya moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimkaribia sana, atatoa kiburi, atachoma kiburi, atachoma kuchukiana, atachoma madharau. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mchungaji mmoja alituhubiria mahali akasema wanadamu wana madharau sana. Si tunakumbuka wale tulikuwa mahali pale. So atachoma madharau, atateketeza chochote kisichofaa ndani ya mwanadamu ili amfurahishe. Mambo mengi yasiyompendeza Mungu. Lakini tukinapomkaribia Mungu, maodomasho, kuna mambo huwa inapitia kwa bloodline. Nipungie mkono. Kuna mambo huingia ndani ya mwanadamu kwa sababu umezaliwa kwa familia fulani, umetoka kwa familia fulani. Unakuta ya kwamba kama kwa hiyo familia kuna hali ya kuchukiana, hata wewe unachukia tu bure. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Musa, alizaliwa kwa laini ya Lawi, na kulikuwa na hali ya hasira na kukata ng'ombe mkia na nini na mambo mengi na kuua. Bwana Yesu asifiwe. So unakuta ya kwamba hasira hiyo ilirudi katokezea ndani ya Musa, na alikuwa mtumishi wa Mungu, anaongea na Mungu ana kwa ana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo mengine yanapitia ndani ya damu yetu. Unakuta ya kwamba kama kwenyu kuna usherati, hata wewe unasikia tu nimeokoka, lakini mimi ninaweza nikipata kwanza ule benten, tulisikia benten. Yule benten, kuna lugha huwa inatumika, ni kubamba ama kufanya nini sijui, anayateketeza. Sisi tunasikia hata bishop akisema, unakuta mchungaji ni askofu na anakunywa kidogo, anajificha kwa ofisi, anakunywa kidogo. Chunguza damu yenye ametoka, labda wao ndio walikuwa watengenezaji wa pombe haramu. So hiyo kitu iko ndani ya nini? Ya damu. Kwa hivyo kanisa la Mungu, maombi inatusaidia. Tunapomkaribia Mungu, mambo yale yanateketezwa na moto ulao, unaramba mambo hayo yasiyofaa ili tumfurahishe Bwana. Kumbuka, lengo letu si kukusanyika tu hapa kanisani na ifike mwisho. Tunakuja kwa nyumba ya Bwana tufundishwe neno, baada ya neno tulijue, tulitekeleze, alafu tunatazamia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja hapa anatazamia uzima wa milele. Bwana Yesu ni uzima wa milele. Haleluya. Kwa hivyo kanisa, tumkaribie Bwana, arambe kila kitu ama ateketeze kila kitu kisichofaa ndani yetu, ndani ya mioyo yetu, ndani ya damu yetu, ndani ya kila kitu, ili tumfurahishe Bwana. Maana unjue ya kwamba Bwana haangalii jinsi tuangaliavyo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye huangalia urembo wa ndani. Mwaweza kuona mtu hana sura, hana utukufu,
lakini Bwana anasema mtu huyu ni mrembo sana kwangu na anafaa kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nipungieni mkono tafadhali. Ninafurahia Bwana kwa sababu ya ile jambo. Kwa hivyo katika hali ya uombezi nataka tuongee zamu 4 za usiku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mark 13 tusome Baba Faith tafadhali. Wakati huo mwingine tuliongea kuhusu ni vizuri kulala, maana Bwana hunena wakati wa usiku. Na nilimaanisha kulala kwa mwili huu kupumzika, sio usingizi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati mwili huu umepumzika, Bwana anakuja na anakunenea. Haleluya. Na sasa hapa ninaongea kuhusu kukesha kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana hatujui saa wala siku. Na wakati huo wa makesha ya usiku ndio masaa mzuri ya wewe kujimwaga mbele za Bwana. Imagine mama akiomba mbele ya mzee wake na akona katoto kapembeni. Unajua wachungaji wanajua siri za watu wengi. Naomba mbele ya mchungaji, Gai unisamehe, maana wewe unajua kabisa Jemima siwa huyo mzee. Unisamehe na ulete wapatanisho, asichukie huyo mtoto na asinichukie. Nataka uone vile atariact. Dekoliga modo gudi. Pengine jambo kama lile ulifanya kabla hujaokoka. Na wewe unajua, wewe leta hapo, utapigwa mapua itang'oka. Bwana Yesu asifiwe. Labda hata mume wako hajaokoka. So mambo kama yale unaenda mbele za Bwana unamwambia nilifanya hivi na hivi, nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mambo huwa tunafanya katika siri na hatutubu, itatokea kwa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Na pengine unaona sio jambo nzuri. Haleluya. Kwa hivyo tafuta wakati wa usiku, muda wako. Maana mchana tuko very busy. Bwana Yesu asifiwe. Na unataka upate school fees na mahitaji yako, na pia nyumba ya Mungu si tunajenga. Kwa hivyo lazima tufanye kazi kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mkristo, tafuta muda wako katika makesha haya ya usiku. Ujitenge, uongee na Mungu wako, umkaribie Mungu, akutakase, ufae mbele za Bwana, na Bwana akuelekeze hata katika maisha yako. Bwana Yesu. Mathayo 14:23. Sijui kama mnaona umuhimu wa kuingia mbele za Bwana. Na kuzaguza baadhi ya mambo haya, lakini nataka kukuonyesha kuna mambo ambayo ukienda mbele za Bwana ataondoa na atakutakasa. Imagine ukisikia mke wa mchungaji anaomba hapa ako na wivu na inamsumbua. Si ndio? Kuna mtu mmoja ati walienda mahali walikuwa naomba mtu alikuwa anaomba apate mzee, na akaomba na nguvu na akasema Mungu unisaidie, unibariki na mzee, na naomba unene, na nyumba ilikuwa ya nyasi, mkora alikuwa nje. Akakuja na tuchi mpya yenye mawe ambayo inamulika sana, akamulika hapo, akasema mimi Mungu nimekuja, nimesikia maombi yako, na kesho saa 3 mtu ambaye atakuwa wa kwanza kukuja kwako atakuwa mwanaume, na huyo ndiye mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mwenye alikuwa Mungu wa wakati huo ndiye alienda saa ngapi? Nipungie mkono. Kuna mambo mengine unataka uende faragani umwambie Mungu. Unajua tulikuwa tunaenda tukua wasichana kuomba Mungu atubariki na wazee. Mimi nilikuwa sikuwa na maombi ya binafsi. Nilikuwa naombea wale ambao wana umri umesonga, na pia mimi nilikuwa naambia lakini ukiwakumbuka usinipite. Na Mungu alinikumbuka mbele yao. Sikuwa na maombi ya nini? Ya ubinafsi. Lakini nilikuwa ikifika hapo na nena kwa dini yangu yote. Bwana asifiwe. Hata sijui yule ninaomba, labda unajua Biblia inasema sio wote wasemao Bwana ataingia wapi? Nzuri kuwa na prayer partner. Nipungie mkono. Baada mtu akuwa prayer partner wako, si unamwambia siri zako zote, alafu yeye anaenda kinyume. Si tumeshuhudia mtu anaenda anaambia ni prayer partner, tunajadiliana na mama Dani tuombee wazee,
Alafu ninamwambia mchungaji, alafu kumbe mama Dani anasema nikipata chance. Hata hivyo anasema chance. Bwana Yesu asifiwe. So kuwa muombaji wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Enda mbele za Mungu wewe mwenyewe. Acha kutafuta prayer party na nini. Yesu alikuwa anaenda na prayer party na mlimani. Nipungie mkono na wadada ndio wanapenda prayer party na. Ndio najimwaga mbele papa. Tunaombea. Mzee wangu alipata shilingi 3 milioni na hata hajanipea chochote. Ninasikia ameenda hapo kwa mama fulani. Tukandamize huyo mama tuue. Na huyo anajua hapa tunakandamiza, lakini atafuta deal at least hiyo 3 milioni. Unajua ile ndafanya nini? Nipungia mkono prayer party inasema 14 hapo 23 inasema, nitasoma 23 peke yake. Hii inaongea kuhusu Yesu. Naye alipokwisha kuaga mkutano, alipanda mlimani Faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuweko huko peke yake. Sijui kama unasikia. Baba Faidi tusomee kwa lugha ya Kiingereza labda. Amen. Matthew 14:23. And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. Amen. Amen. Na sijasema maombi tukikuja pamoja ni mbaya. Maombi yanaongelelea ni ya kukusafisha wewe. Alikuwa anahitaji nguvu. Kwa sababu alikuwa anajua kazi yake yenye amekuja hapa duniani ni kumkomboa mwanadamu. Na si kumkomboa kwa njia rahisi, ni ya kufe kwa sababu ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaona ya kwamba Yesu mwenyewe alipoaga mkutano baada ya huduma, Biblia inasema ya kwamba akafanya nini? Akawaaga mkutano, akapanda mlimani Faragani kwenda kuomba. Na ilipokuwa jioni, alikuweko huko peke yake. Na hii jioni ni mwanzo, ni zamu ya kwanza ya maombi. Ya Kiingereza inasema hivi, naye yuko tayari pale kukusikiliza na kukujibu. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma Lamentation 2. Kiswahili naamini ni maombolezo. 2:19. Mbili 19. Pastor Nino, kama umepata tusomee tafadhali kabla ndugu yetu hajapata. Lamentation chapter 2 verse 19, Amplified Bible. Arise from your bed, cry out in the night, at the beginning of the watches, pour out your heart like water before the face of the Lord. Lift up your hands toward him for the lives of your young children who faint from hunger at the head of every street. Amen. Ndugu yetu tusomee yako tusikie tafadhali. Inasema hivi. Arise. Cry out in the night. At the beginning of the watches. Pour out your heart like water before the face of the Lord. Lift your hands towards him for the life of your young children who faint from hunger at the head of every street. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia hapa inaongea kuhusu muombaji. Mchana. Ulalamike nini? Biblia inasema mwanzo wa makesha yake, mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana. Unajua usiku kuna utulivu. Haleluya.
Lakini mchana nikiomba, hata nikiingia bedroom, si ati huwa siombi, lakini Jemima akisikia anataka chai na ni baridi, Mom, nataka chai. Na wakati alikuwa mdogo kidogo, angekuitisha chai wasiumu kidogo, anaanza chai, huwezi tulia. Bwana asifiwe. So utakuja kwamba kuna wakati unapoomba, na ndio ni vizuri pia kuja katika madhabahu, maana pia kuna utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kwenda mlimani kuomba, maana pale pana utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Kazini ni vizuri kuomba, lakini hamna utulivu. Wakati kumekuja breakthrough, customer anakuja, utamwambia ngoja ninaomba. Kwa hivyo ndiposa Biblia inasema inuka ulalamike usiku, mwanzo wa makesha. Hiyo ya mchungaji Ngendo imetuambia kwamba utoke katika kitanda chako. Kwa hivyo ni ujinyime usingizi. Tunafuatilia hivyo, Roho wa Bwana huwa anashuka na atakuelekeza jinsi ya kuomba. Biblia inasema ya kwamba kwa uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwa njaa. Haleluya. Njaa inaweza kuashiria vitu vingi. Angalia vijana wetu hawana kazi. Hiyo sio njaa, si njaa. Bwana Yesu asifiwe. Njaa ni mahali pana uhitaji wa chakula. Kwa hivyo mambo ambayo yanaendelea, kuna janga kuu la njaa katika taifa la Kenya. Na ni vizuri kama muombezi, simama uinuke. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mwaka huu ni wa kampeni. Si ni kweli? Si tumeshuhudia wakati watu wamekusanyika wanapigwa na tear gas. Unasikia huruma. Kwa nini? Hiyo tear gas hata wasipopigwa risasi, hali ya kutoroka watakanyagana tu na utakuta hata kumetokezea jambo. Na hiyo inastahili kufanya moyo wa muombaji ama Mkristo kuwa na huzuni na kuomboleza mbele za Bwana. Biblia inasema ya kwamba uhai wa watoto wachanga wanaozimia kwa njaa. Mahali penye pana kuzimia pana uhai ni 50-50. Bwana Yesu asifiwe. Shida, dhiki ni nyingi sana. Ndoa ziko katika njaa ya kutopatana. Watoto wako katika njaa, hata watoto wengi wako na stress. Bwana Yesu asifiwe. Kama msimu wa grade 10, tulikuwa tunaomba na wale ambao tulikutana nao, na nikwambia tuombe. Kuna mtoto anaweza kosa school fees, afikirie kujitia kitanzi. Si ni kweli? Mzazi naye ni mgonjwa mawazo. Ningetamani mtoto wangu asome, sijapata school fees. Unaona kuna kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mkristo mchana umefukua busy, jioni unalala papu, hata bila kujihurumia wewe mwenyewe. Shetani yuko kazini anakuwinda kama simba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kutafuta wakati wako kama Mkristo kuomba wakati wa usiku. Mwanzo wa kila njia kuu. Kwa hivyo ninamaanisha Kenya kuna shida, ulimwengu una shida, kuna kuomboleza. Haleluya. Unajua challenge, unakuta ukiangalia mtu ameng'ara na Mungu hajakupa ufunuo kujua kile anapitia. Hata unaweza kuta unasema naweza tamani kuishi kama Mama Joshua. Bwana asifiwe. Na labda mimi ni kuzirai, ninazirai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuombe na tuombeane. Na ni vizuri hata wakati umeingia katika zamu hiyo ya kwanza katika maombi, wakati umeenda mbele za Bwana kama ni muombaji, Baba, katika jina la Yesu na kushukuru. Umepanga kwa mawazo yako kuombea mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuletee picha yangu, wachana na hiyo niombee. Atoke hapo akuonyeshe ya mwingine, ama akuletee ya kanisa hili lote. Wachana na chochote kile. Ingia mbele za Bwana, maana hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu zamu ya kwanza ya uombezi, na tunaona pia Yesu aliingia katika zamu ya kwanza ya uombezi, akaenda faragani peke yake kuomba. Kwa hiyo Mkristo, tafuta nafasi yako peke yako ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa unajua Biblia inaongea kuhusu wamama waombolezaji, lakini na mimi nimeita mwito wa maombi pia kwa ndugu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Si Yesu alikuwa maombi. Mtu anadili na wewe, acha kushughulika na yeye. Wewe ni mtoto wa mfalme. Sasa sahi kwa mfano, hata kama ni mtoto wa rais wetu Ruto,
Saa hii nikisema ati ninataka kukabiliana na yeye na baba yake ndiye amiri jeshi mkuu, sio ni kama kufananisha usingizi mauti. Sasa hatujifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtoto wa mfalme, mtu ambaye hafai kitu anakabiliana na wewe, na unashikwa na uchungu, unashikwa na kisirani na mambo mengi, usiku ulali, na yeye halali mpaka hakikisha umeanguka. Sasa unakuta mtu wa Mungu anatoka katika mapenzi ya Mungu kwa sababu wewe ndio umeanguka mtihani. Maana unastahili, uko na haja na mimi nina haja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Mungu ni baba yangu, atanitetea. Haleluya. Wakristo tuamke katika usingizi, maana adui ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Alienda kwa kaburi ya kidile na yule mwingine, na anachimbua mchanga, anachimbua kidile na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe nao ukoma, wewe tu ni kulala. Ati nimechoka, siwezi chochote. Inuka utoke katika kitanda cha usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Ingia faragani peke yako, omba. Maana tumepewa Roho Mtakatifu. Jiombee. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ikukosea ikisema sio wote wasemao Bwana Bwana wataingia katika ufalme. Wengine wana vitu wamefungilia huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mmoja, unajua mimi nimeishi kwa maajabu mengi. Nilikuwa naambiwa usiku alikuwa anaenda kwa mchawi, anaambiwa huyo mchawi kuna jirani yako hapo chini ya shamba ni mchawi. Nimekupea huu uchawi, weke kwa chupa ya Aremis. Na hiyo si hadithi, ni kweli. Wewe lala tu ikupite. Nipungie mkono. Alafu anaambiwa siku fulani uende saa ngapi? Saa 6. Hiyo ni second watch. Hata wachawi wanajua. Siku nyingine anaambiwa enda asubuhi saa 11. Hiyo ni fourth. Bwana asifiwe. Na anaambiwa enda fanya hivi na hivi. Lakini ya maajabu, enda vile Adam alikuwa kabla hajapewa matawi. Sasa na wewe umelala tu. Unajua ni wangapi wanaambiwa amuka, enda kwa mlango wake asubuhi. Na uende kabla Adamu hajashonewa matawi, enda hivyo. Enda fanya hivi na hivi. Kanisa la Bwana tuamuke. Kuna watu hawalali kwa sababu ya maisha yako. Watu hawalali kwa sababu ya watoto wako. Kuna watu hawapati usingizi kwa sababu ya jinsi ulivyo. Kuna mtu hapati usingizi kwa sababu ya vile tu unajivaa. Unaweza kuwa hujavaa nguo ya bei kali, lakini tu vile unamachisha na una utukufu wa Mungu, unaonekana uko mrembo sana. Kuna mtu halali kwa sababu ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Si kanisa la Bwana tuinuke. Tuombe. Ingia faragani, uombe pekee. Ni asifiwe. Ati sitaombea Rais Ruto kwa sababu yeye ni wahuru baro. Na mimi ninataka machungwa. Tuondoe hii mambo wa Kristo. Wa Kristo uwe neutral. Ikifika wakati wa kura, wewe enda chagua machungwa ama maembe ama ndizi. Bwana asifiwe. Lakini ukiingia kwa maombi, tuache chuki na kinyongo. Mungu akikupea mzigo ya yule mtu ambaye hautaki, wewe omba. Bwana asifiwe. Ubaguzi huko kwetu, lakini sisi wote kwa Mungu anajua sisi ni Wakenya na sisi wote ni watoto wake na anatupenda sote sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukikosa kuangusha mtu, usingizi unawapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imagine wewe mtu amekosa usingizi kwa sababu yako. Na wewe tumekanyaga blanketi kona hii na kona ile nyingine. Unaanza kuota kama wale naona kwa TikTok. Unakimbishwa na mnyama mwenye ujui. Unaenda mbio. Yaani mtu ajalala anakutumia mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Si tuombe jameni. Ingia faragani. Omba. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi tena kwa Luka, maana tukua tumemaliza. Situmiona kuna hatari. Vile Mungu anavyofanya kazi kuu usiku, vivyo hivyo naye shetani anafanya kazi yake mbovu wakati wa usiku. Alafu unaona mtu ameamka. Ni nini? Tatenge hiyo maneke huyu.
Bwana asifiwe. Unataka nini kegui na kuna mtu halali anakutumia kegui? Bwana asifiwe. Siamka ukeshe. Alafu hata ukiamka unasema lakini niliona ni kama imeniuma mahali kwa magoti. Nakuza. Nasema nashukuru Mungu, kumbe sijaumwa. Unalala umeumwa. Bwana asifiwe. Umeumwa. Kama umeota umeumwa. Bwana asifiwe. Maana huo ni mwili wa kiroho. Hao wenye wanawaza mabaya wanakukimbisha katika ulimwengu wa rohoni. Ni faida yako, si faida ya mchungaji, si faida ya viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa faida yako wewe. Haleluya. Biblia inaendelea ikisema, kwa hivyo sisi tumeona kuna watu wanatufikiria ubaya na sisi tutafute Mungu tenga masaa yako ya kuomba. Bwana akutakase moyo, akutengeneze na akupiganie kwa maadui. Bwana Yesu na hachukui hongo na hana kipendeleo. Anapenda watu wote sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tutasoma nitasoma 42 ama nisome tu 41 badala ya kuruka 12. Tumerudi 12. Hapo tu tulikuwa mwanzoni. Petero akamwambia Bwana, ni methali hiyo umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya watumishi wake wote awape watu posho kwa wakati wake. 43. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. 44. Kweli nawaambia atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake wanaume kwa wanawake, akalia na kunywa na kulewa. 46. Bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wasioamini. 47. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake atapigwa sana, na yule asiyejua naye amefanya yaliyo yastahilio mapigo atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatakwa vingi, naye aliyemwekea amana vitu vingi kwake huyo atataka na zaidi. Iwapo utafanya kazi ya Mungu na unajua hivyo ndivyo unastahili kufanya na hautendi, utapigwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo wa Kikuyu naimba, nikewahe ironile wahonokile. Si kweli? Ni kipawa gani, karama gani ulipewa wakati uliokoka? Bwana Yesu asifiwe. Ukipewa vingi, utaitishwa vingi. Ukipewa chache, utaitishwa vichache. Aliyepewa talanta 5, aliitishwa 5. Aliyepewa 2, aliitishwa. Aliyepewa 1, alificha wapi? Bwana asifiwe. Mnenaji tuliyekuwa naye Friday alituambia kwamba ukipewa talanta na ukae nayo, kwa hivyo umemkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu nasema nini? Sitaki nisiwakosee, sitaki wamenikwaza. Bwana asifiwe. Tukikwazwa sisi wote, kazi ya Mungu itafanya na nini? Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa nauliza mtu. Asha, umekwazwa? Ndio. Mchungaji akikwazwa, kundi hili lote litaenda wapi? Nipongie mkono. Si vizuri nikuulize. Muimbaji umekwazwa, umewacha kuimba, umekaa kule kwa kona, mchungaji akikwazwa, kundi hili lote litaenda wapi? Wewe umeaminiwa watu wangapi?
Labda umepewa talanta, alafu unaenda unakaa kwa kona, lakini kwako utaitishwa hizo na faida yake. Kwa hivyo hiyo ni ngapi? Nipungie mkono. Tuwe na moyo mkuu katika kumkaribia Mungu. Anatupanua moyo. Bwana Yesu asifiwe. Anatupa hekima ya kudili na mambo, anatupa mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Katika kumkaribia Mungu, katika kuomba, kuna utajiri wa kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa, tusikwazike. Unakwazika, lakini jehanamu bado iko na mbingu iko. Bwana asifiwe. Unakwazika, lakini kuna mtu labda amekabiliana na wewe usihudumu. Unajua kwa nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Huwezi jua kama mtu analala usiku akitaka kukuangusha kwa hiyo huduma yako. Si tumesema maneno kwa Biblia. Alafu wewe unakwazwa na kitu, nasema sitakaa chini. Na tumesikia kuna mtu halali mpaka hakikishe amemwangusha nani? Mtu. Bwana asifiwe. Unawekwa chini. Next. Na unajua wakati kumekosa maombi, watu wanaanguka sana, wanakwazika sana. Bwana Yesu asifiwe. Wanawachilia kazi ya Mungu. Wanasema acha tuone tukitaenda aje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka, ni nini ulipewa wakati uliamini? Bwana Yesu asifiwe. Umeaminiwa nini na Mungu? Maana kazi yako si sawa na yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono. Wakati hata mtumishi wa Mungu amekuombea, ama wakati umekutana na watumishi wa Mungu, huwa unatabiriwa nini? Anaweza Bwana, anaweza. Tuworship kidogo tuko umeketi hapo. Anaweza Bwana, anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni talanta yake. Mwingine wakati tulikuwa ordination nilisikia wakitabiriwa, utapewa pesa nyingi lakini utadili na watu wenye kama hii huduma ya pastor, sikumbuki mwenye huwa anadili na watu wenye wamekunywa madawa ya kulevya na imewaletea shida. So hiyo ndio talanta yake. Na wewe ulipewa nini? Unajua kitu ambacho unakuta mwanadamu hufanya, nimeahidiwa fedha nyingi na nikaambiwa ni za nini, lakini nawapea mfano na hiyo, si ndio? Nikizishika naona ni zangu, nasahau majukumu. Nipungie mkono. Ukisahau majukumu, hapo ndipo unangojewa na mwenye majukumu. Talanta niliyokupa pewa huduma sawa. Haleluya. Huwa nilisikia mchungaji kwa ordination aliambiwa, nimekupa kinywa kikubwa, andaa mahali pa kuweka watu. Na tunapima ile uwanja hata tunakuta ni kidogo. Si ni hivyo deacon? Najua deacon ndiye ametusaidia kwa ile kazi. Tumekuwa huko na viongozi. Sote tumesaidiana kwa hiyo kazi. Deacon amefanya kazi usiku kucha akituandika, si ndio? Tunapima, haipimiki kulingana na unabii. Kwa hivyo ameaminiwa watu wengi. Mimi niliambiwa simple, naponya watu tumbo. Sasa nani yako na talanta kubwa? Yeye. Kwake itaitishwa? Wewe uliambiwa nini? Nipungie mkono. Ninawapea mfano na hiyo muweze kuelewa. Unakuta ya kwamba tunajisahau. Na wakati tunajisahau, maana tumetoka mahali ya kukaribia Mungu, tunaingia katika maisha ya kawaida, unakula, unakunywa, una relax. Lakini kuna mtu na kuna shetani halali kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Na waimbaji, kama kuna watu wanastahili kutokwazika, ni waimbaji. Lakini nyenye mtatuongoza kwa wimbo na kutuambia tuiname, mtakatifu mtakatifu ni wewe. Tunasujudu. Imagine ukikwazika hapa. Jiangalie kama utafaa kuingia wapi. Bwana asifiwe. Panua nini? Moyo. Bwana asifiwe. Kazi ambao umeaminiwa, kaa kesha, usiwache. Maana kama umeaminiwa kazi kubwa, kwako itahitajika mingi.
kubwa. Bwana asifiwe. Kama umeaminiwa kidogo, kwako itahitajika. Kwa nyumba ya Mungu kuna waombaji, kuna wahubiri, kuna walimu, kuna manabii, kuna watu wa kufanya huku kuwe kusafi. Bwana asifiwe. Nataka uimagine tumekuja huku, mchungaji ako na neno moto moto, manabii wanatabiri kila kona, wahubiri wanahubiri, lakini huku kumejaa uchafu. Bwana asifiwe. Kwa mwili wa Kristo kila mtu ni wa muhimu. Bwana asifiwe. Kwa mwili wa Kristo kila mtu ana haja na anapendeza. Bwana asifiwe. Maana ukikosa masikio, hivi nikatwe masikio kama Peter Pan, hata kunielezea mbele ya watu ni rahisi. Ule mama mwenye ana masikio mwenye akona tushimo tupu. Si ni kweli? Si ni kweli? Ati mama mgani? Ule mama mwenye aliona tolima kwanza kiko inaingia mzuri. No tolima tolei. Shikilia huduma kifedha, utaulizwa. Nikushikilia nyumba ya mtumishi wa Mungu, utaulizwa. Nikushikilia kazi ya Mungu. Imagine kama ulikuwa ununue uwanja na ulitoroka na tulinunua, utaulizwa. Bwana asifiwe. Mimi nimeangalia chini ama niangalia wangeshi. Bwana asifiwe. Utaulizwa. Si usimame kwa pengo. Maana talanta kama ulipewa moja usidharau. Mungu alijua nguvu yako ni kidogo tu. Bwana asifiwe. Aya 48 tusome NLT tafadhali. Kama tulipoanza, ukimkaribia Mungu inaenda ikiondolewa na kuondolewa na unamfurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusoma Matthew 14:25. Matthew 14:25. Tulikuwa tu hapo tena. Nitasoma 25 inasema, hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Hii story ukisoma hapo juu nakuta ya kwamba baada ya kuhubiria watu kulikuwa Yesu akawaacha. Tulisoma ni hapo tulisoma juu. Yesu akawaaga na yeye akaenda faragani kuomba. Lakini wanafunzi wake walipoingia katika chombo, walienda na wakaingia katika dhoruba. Imagine kutoka zamu ya kwanza maana ni 22. Alafu aliwaendea zamu ya 4. Watu wao walikuwa wameteseka kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Na wao hawakukumbuka tulikuwa na Yesu. Na Yesu huwa anaenda kuomba, tujaribu hii kitu tuone kutaendaje. Walikaa tu, wakasumbuka, lakini katika zamu ya 4 Yesu akakuja ametembea juu ya maji. Kumaanisha wakati wa zamu ya 4 tukikesha na kuomba, kuna mambo yasiyo ya kawaida tutafanya. Kuna uzito tutaondoa ambao hauwezekani na mwanadamu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa watu wa kuomba masaa haya ya zamu ya 4, tutafanya mambo ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu alitembea juu ya maji. Akamwambia Petero walipomwona waliogopa. Lakini akamwambia Petero, kama unaamini kuja. Akashuka kwenye chombo akaingia ndani ya maji. Alipokuwa anatembea kwenye maji, akaona ni maji, akaogopa, akaanza kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Tuamini Mungu tunapoomba. Tuombe na Bwana atabadilisha mambo. Tutasoma Luke 6. Sasa nataka kumkaribisha our reverend. Wakati ule alichukua wanafunzi wake, alichukua 3 akapanda nao kwa mlima, akawaambia, niombeeni, moyo unapenda lakini mwili hauna nguvu. Biblia inasema walifanya nini? Walifanya nini? Na wewe utaki kuomba, unataka tu kuombewa. Nipungie mkono. Bwana asifiwe. Ukisoma hapa chini unakuta ya kwamba Yesu aliomba usiku kucha, akawa na time ya kuchagua wanafunzi wenye alikuwa andamane na wao, the disciples. Na hapo alimchagua hata Yudasi, lakini alilala the whole. So ni vizuri kujiombea na wewe. Ukipewa kazi, hata Yudasi Bwana alimfunua katika maono ya Yesu, kasema na huyu
akuwe kati ya hawa wengine. Nipungie mkono. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen.